Afande Ithiana thimo Urire Nigakoa Tondu ndiũĩ kana no kamuici kana nikagarũrĩire. So mimi nikapotea, nikakuja Nairobi kuhasu kama na nikatupa line juu alikuwa mtu strong, angeweza kunifikia. Nikatupa line kidogo nikasikia ananifuata Nairobi, nikapotea Mombasa kidogo. Sasa hiyo ni kukimbizana sasa. Lakini mimi sikuwa ishika simu, mimi nilijua simu ndio inaweza. Adwa kwa Mugithi Moragia Nere. Leo guys nimewaletea msanii ambaye watu wengi sana wamekuwa wakimtafuta na wakimuulizia sana. Na sijawaangusha katika kipindi maalum cha makala ya story yangu. Tuko naye. Kaitro tu kidogo. Mere. Aya, kwa sababu mimi sina sauti mzuri, nataka niwafikishie kwa the original person mwenyewe. Ni aje bwana? Fiti. Umekuwa fiti. Ini kwa fiti. At least leo nimekupata na the attires, the original one. Leo niko smart. Sasa nataka tuanze kwanza kuelezea watu wako majina yako kamili ndani. Jina langu naitwa Simon Wachira Mwangi. Hiyo ndio jina ya kitambulisho, lakini ya job ni 90k. 90k. So 90k yametokea maeneo gani haswa? Mimi nimetoka Nyandarua. Pale place inaitwa Oljororo. Lakini ni karibu sana na Nyahururu. Tuko hapo between. Haya, kwa hivyo mmetoka maeneo moja na Samido? Yes, kitu kama hiyo. Sote tumetoka Nyandarua, paka wengine wenye unajua. Na kusomea nako umesomea the same place ama ulikuja ukasomea wapi? Nimesomea Nyandarua primary. Huko primary. Yeah. Then pia seko, lakini partly kidogo nilisomea Nakuru. Place inaitwa Kiambogo, kiasi tu. Then nikarudi. So place mingi nimesomea ni hapo Nyandarua. Nikienda sana Laikipia. Yes. Na sasa talanta ya uimbaji ama talanta ya kuimba ngoma za Mugithi. Pigia watu intro kidogo labda ndio wajue what we are talking. Gitaa haina mshipi. Hivi tutaifanyia, lakini hata tujaribu. Afande Ithiana thimo Urire Nigakoa Tondu ndiũĩ kana no kamuici kana nikagarũrĩire. Kana nikagarũrĩire. Mere tu matige. Mere tu matige. Nindakena ikwaria nawe, ndio njera irio ni thuya. Guku ino ni muingi, wira muingi, baby nakwirira. Wira muingi, baby nakwirira. Mere tu matige. Hata mimi nitakwambia uachie hapo kwa sasa. Yes. So mere matige. Safari ya Mugithi. Ukielewa kwamba safari ya Mugithi ilianzia wapi? Safari yangu ama ya uimbaji kwa jumla. Kutoka nikiwa mdogo nimeishi kuimba. Lakini sikuwa idhani nitakuja kuwa mwimbaji. Lakini nilikuwa naimba, nilipenda kuimba. So nikiwa mdogo, then second ndio nilianzia kujifunza gitaa kiasi. Secondary. Sasa gitaa nikaanza, my brother huwa anacheza gitaa. So alikuwa anakuja nayo kidogo naiguza. Nikimtembelea hapa Nairobi na nafanya. Yeah. Then ikakua nikapata nishaigiza kiasi. Then
nikaingia kwa music industry, but sikuwahi dhani nitakuwa mwimbaji. So 90K, jina 90K lilitokea wapi? Jina 90K nilitoka hii video tu ya Mere tu Matiga. Yeah. Nikishoot nikaona kuna msee fulani alikuwa anatembea club yenye nilikuwa na perform. Na alikuwa na crowd poa sana. So nikamwambia wewe ni save na hizi makradi niende ni shoot vida nirudi nikurejeshe. Yeah. Na akakubali. But nikakuja na nikashoot video na nikarudi. Kurudi ni juu hizo vitu zilikuwa, kuna vitu zilikuwa kwa bag na vitu zingine zilikuwa pale nini. So yeye alikuwa anakupatia vitu kama kukusaidia. Ni shoot video ni baadaye umrudishie. Okay. Sasa alinipea bag iko na manguo, maviatu na kofia kadhaa lakini unajua kofia singeziweka kwa bag juu ni hizi hat so zitafinyika. So nikakuja nikashoot nikarudisha hizo mavazi kwetu home. Lakini sikuwa naishi home, nilikuwa naishi place inaitwa Olympia pale Nyahururu. Juu sasa nikaona zikae home kwa sababu ni vitu expensive. Nikitaka kurudisha nirudishe. So ile day nilihappen kutaka kurejesha vitu nikarudi nikaenda home nikazipika usiku na Honda kuzipika niende nazo tao kwenye naishi asubuhi nichukue nizipeleke then niende job. Nilikuwa naenda kuperform place. So nikaenda nikachukua bag lakini hizi kofia 3 nikaambia mtu wa Honda wewe shika hapa mbele. Unaona venye mtoto huwa anabebewa hapa mbele. Hapa hivi kwa tanki ya mafuta So mimi nikaenda nikachukua bag nikabeba hapa nyuma nazo kofia ziko hapa mbele. So kofia in general zilikuwa 3. Okay, general zilikuwa mwanzo zilikuwa 5. Moja nilikuwa nimeacha Olympia. Hiyo nyingine hiyo day nilibebwa nikavaa moja. Okay. Alafu sasa 3 ukapeana hapo mbele. Okay. Sasa nikaenda nazo kufika nilikuwa naishi 4th floor. So nikaambia mtu wa Honda na ni jamaa tulikuwa tunasoma naye nikamwambia wewe fanya aje. Acha nipandishe hizi vitu nikulipe nikichukuanga kofia. Kufika kwenda kuweka bag kurudi jamaa shapotea na kofia. Yani ulipokuwa unapanda ulimwachia kofia. Nikabeba bag kwanza nifikisha bag alafu urudie sasa hizo. Na ulikuwa umemlipa? Hata sikuwa nimemlipa. Juu sasa ilikuwa niende niweke bag nikuje nimlipe ndio ukichukua kofia. Nirudi. Jamaa akaenda na kofia. So nikarudisha hizi vitu zingine morning. Nikaambia mwenyewe wewe hata ziliibiwa lakini natafuta wenye zitapatikana. Sijui alidhania aje akanipeleka paka kwa makarau nini nikashikwa. Na sasa hiyo ngoma umeshashoot ama bado hata hujashoot? Nimeshashoot. Okay, ushashoot. Nishashoot. Lakini sasa ile time nilisema nilimwambia zimepotea akanishikisha kwa makarau. Nikafanya mambo zangu nikatoka. Sasa kutoka nikaenda nikamwambia wewe fanya aje niambie hizi kofia. At that time nilikuwa nalipwa 20k per month. Nikamwambia wewe fanya aje niambie hizi kofia ni pesa ngapi alafu nitakurudishia. Jamaa akaniambia kofia moja ni 30,000. Sasa hiyo si ni times 3 na umetoka form 4. Wewe unaweza pata duka hizo 90. Sasa hapo ndio zote 30 times 3 inakuja. So mimi nikapotea. Nikakuja Nairobi kuhaso kama na nikatupa line. Juu alikuwa mtu strong. Angeweza kunifikia.
nikatupa line kidogo nikasikia ananifuata Nairobi. Kapotea Mombasa kidogo. Sasa hiyo ni kukimbizana sasa. Lakini mimi sikuwahi shika simu. Mimi nilijua simu ndio inaweza kutrack. Sasa unaenda ukisikia kama, lakini sasa hauwezi imba. Unapata job lakini unajua lazima upost. Kama saa hizi lazima nitapost kwenye naenda weekend. Nikaona hiyo maisha ni ngumu. Nikaamua tu nirudi tu. So nikarudi. Sasa nikafikiria hata hiyo song ni vizuri ilifanyika hivyo. Juu hiyo video nilitupa. Unaona? But one day nitakuja kuiachilia ni. Kwa hivyo hata hiyo ngoma bado hujaipost kwa mitandao yote ama nini? Hiyo ngoma ni hii tu ya Mere. Lakini unaona nilikuwa nimeshoot na nguo kama za kawaida. Hata kama za US hazikuwa za kawaida. Lakini ni nguo za kawaida. So idea ikakuja ili hii song ikuwe poa. Niimbie kama niko jela. So ile video ya kwanza nikafanya nini? Nikatupa. Nikatupa hiyo ya kwanza. Nikashoot ingine. Of which kama ningeshoot ya kwanza pengine haingeenda poa. Juu haingeambatana na that message. Exactly. So zenye niliimba sasa nikiwa 90k na nguo za jela, nikajiuliza ni nini nilifanya nikuja Nairobi. Nikaona ni 90,000 zenye ilitishwa. So nikajiita 90k. Kamso nayo si ni mama. Kamso sasa ni mama. Sasa mama anaitwa Mungu. Sasa nakata tunaita. Sasa mpaka wa leo ushaimrudishia hizo pesa ama sijawahi? Lakini saa hii sasa tuko mabeshte. Huwa mnaongea. Huwa tunaongea, hata huwa anafurahia. Na mimi namrudishia shukrani mingi kwa sababu pengine ningekuwa tu ushago saa hii, singekuwa nimekuja Nairobi. Juu sikukuja Nairobi cha uzuri, nilikuja kwa sababu napotea. Sasa hizo pesa labda tu nitake kuingia katika hiyo story sana. Hizo pesa ushaifikiria kuja kumrudishia? Akitaka naweza. Na sasa wakati itatokea umrudishie, hiyo jina 90k utaidrop ama bado itabaki kuwa label yako? Sasa hiyo itabaki kuwa label yangu. Juu mimi unajua sikumuibia hata venye alinisukuma. Sidhani ilikuwa necessary kwa sababu mimi nakwambia true story, hata ukienda nyumbani unaweza ambiwa. So sijui kama alidhani nilimcheza ama nini. Lakini ile kitu yenye anafaa kujua, hizo vitu zilikuwa worth 1 million. Vitu zenye alikuwa amenipea. So paka gold. Sasa vitu za 1 million, hata kama wewe ni mwizi mjinga aje, kwa nini nilimurejeshea hizo vitu zingine za kitu 900 nikatupa za 90? Si kama mimi ni mwizi ningeiba hizi. Ningeiba kila kitu kwanza gold. Kwanza mimi siwezi acha hiyo nayo zingeacha. Si unaona? So hiyo ilikuwa kitu genuine. Lakini unajua mambo ya Mungu huwezi jua. Na hiyo ndio imekutengenezea mpaka jina 90k. So watu wengi wakiangalia kwamba umevaa attires, labda unaweza tuelezea tu what kind of attires are these, na creativity ya kuja na muundo kama huu ulitoa wapi? It's about being different. You know, huwa natanganya kiasi. You know, you want to unataka ku increase followers wako. So kuna mtu hapendi kuimba ama kusikiza nyimbo, lakini anapenda comedy. So huyo mtu nikiperform atakuja ama akuwe follower wangu, hata nikienda kwa TV stations, hata kama interview kama hii atataka kusikiza kwa sababu hapendi music lakini anapenda vile ambavyo umejiweka. So it's about expanding your fan base. So mimi napendwa na watu wenye wanapenda comedy na wenye wanapenda music. Lakini kama mimi ni muimbaji pekee, ningekuwa tu na fan base ya music. Yes. Hiyo ndio maana inafanyanga ni kuwe na outfit kando na wale wengine. Na pia unajua music kuna competition.
lazima ukue different. Ukue unique in your own way. Yes. Yeah. So watu wengi ama mafans wako wengi na wengi wao waliweza kunifikia waliposikia kwamba tutafanya interview na wewe. Yes. Wakataka kukuuliza kwamba ngoma ya ni Meretu sasa hivi ni ngoma ambayo imehit sana, inaelekea 1 million views Yes. So kujaje hiyo idea? Ushaikuwa prisoner labda kushikwa jela ama kitu kama hiyo, ama idea kama ilikuja vipi? Hapana, idea you know, sijaishikwa kwanza, I make it clear hapo sijaishikwa nikapelekwa jela. Kushikwa hii ni ya askari lazima. Hiyo ni kawaida. Hiyo ni kawaida Lakini hiyo idea ilikuja, kuna time tulishikwa tukaekwa kwa cell. Hii tu mambo ya ujinga tu. Kitu yenye unajua hata utatoka tu. But I wonder, kama mimi nilisikia uko pahali tu umefungiwa, nikajiuliza kama mimi najua nitatoka kesho asubuhi, double tu nitatoka. Na mtu mwenye ako ndani na hajui atatoka lini. Pengine amefungwa maisha ama hata mwaka moja, hata mwezi mmoja ukiwa umefungiwa mahali place yenye utoki. So unaona hiyo ni challenge kubwa sana. So sasa idea ikaanza. Sasa broaden. Because as an artist you have to broaden that idea. Sasa instead ya nifikirie huyu wako ndani, nikaenda sasa wenye wamefungwa maisha na nini. Yes. So nahisi kwamba wewe ni msanii ambaye yako juu, na si eti ni kwamba nikuhisi, ni kweli kwamba wewe ni msanii ambaye ameshikilia lebo yake katika sekta ya muziki. Labda ni msanii gani mwingine ambaye katika nchi yetu, ni nani ambaye ungetaka kufanya collab naye? Okay. Collab huwa nikikuelezea kwa kifupi, msanii yeyote akiwa mahali juu haezi kuja ambie msanii ni vigumu sana, labda mkuu mabesti. Juu yeye ikienda kuomba msanii collab, anaona kama anakuhurumia ama kama ni favor yani na pengine hata uko juu kumshinda, lakini yeye anaona wewe kama umekuja kumuomba. So hiyo kuna kuwa na hiyo kuogopana. But kuna collab zimekuwa kadhaa, lakini ni time inakosa. Kuna msanii mkubwa sana tumekuwa tukipanga collab naye na for the last 1 year. Lakini ile time anapatikana sipatikani. Like sasa kila mtu akona schedule yake. Ukienda studio na yeye yako, but bado tu itakuja. Itakuja. Lakini sasa kila mtu ana concentrate na growth yake. Venye project zako zinaenda, kwa sababu hiyo ndio itafanya ufanye collab na mtu mwenye unataka. Yes. 90k kama 90k. Yes. Nahisi kwamba kuna wasanii wengi sana Ni nini ambacho 90k yanafanya ili kushikilia wasanii hao wengine wenye wako chini ya labda upcoming ambao wanakuja? Kitambo kidogo kabla ya COVID ningepata msanii ako na sauti poa, ningemlipia hata studio. Nimekuwa nikifanya hivyo. Lakini after COVID imetugonga kidogo. Sasa hata ndo zenye tunapata sio kama kitambo lakini kama msanii ako na talent, aende atafute pesa kidogo. Mimi ile kitu sasa nafanya saa hii, unakuja kama msanii. Ukikuja kama msanii, kwa sababu kuna mikora imejaa Nairobi. So mimi ile kitu nitafanya, nitakupeleka ile studio the best ya Kikuyu. Huyo mwenye studio hata kubroka, hata kufanya broking. Ni hakikisha umelipa zile pesa unafaa kulipa. After that, kama ni guitarist, I will find the best guitarist I know, mwenye amekuwa akifanya kazi ama akitufanyia kazi. Na yeye pia hata kulipisha ile pesa yeye anataka.
Juu ukitoka ushago atakuja akugonge. Sasa nina kuguide. Kama wimbo yako tunaona haiendi vizuri, tunairekebisha. Lakini financially kwa sasa nimepotea kidogo, lakini nitarudi. Pia nimekuwa kwa bande yangu mimi huchukua, kama nilikuwa na msichana fulani nimekuwa nikiwork na yeye, nimemfunza gitaa, sasa yako sawa. Akakuja kwa bande yangu tukazunguka, nikamuonyesha kila kitu, then tukaenda place kuperform. Mwenye club akaniambia wewe, huyu msichana niachie. Unaona? Yani ako sawa, amekuwa sawa. Sasa nikamwacha wapi? Huko. Sasa nimechukua mwingine. Tena na yeye akiperfect niende nimuache place fulani. So nimekuwa nikifanya hivi. So niruhusu tutoke kidogo nje katika mazoea yetu ya kawaida. Okay. Kuna watu fulani labda wanaulizanga 90K yako na familia? Siku expect hiyo. 90K ni kijana tu, bado familia, lakini time ikifika tutapata familia, lakini kwa sasa hatuna. Mafans wako wanafaa watarajie nini? Mafans wangu watarajie nyimbo kadhaa, kwa sababu nimekuwa nimenyamaza, nimekuwa concentrate na live performances. Lakini niko na project ya mafans wa 90K, itakuwa ikitoka from next week. Tutakuwa tukiachilia ngoma after ngoma. Hakuna kunyamaza tena. So wakati wote ulikuwa chini ya maji, ilikuwa ni preparation. Unajua ni vizuri ukijenga nyumba kwanza ufanye hesabu. Ili nyumba usijenge ifike mahali ikwame. So mimi nilienda chini. Na si kuenda chini kwa sababu nimekuwa nikienda kwa TV stations nini. Lakini kwa kazi sasa nitakuwa nikiwapea ngoma after ngoma. Nataka utunyoroshee kanini ka chorus kamoja tu kingine, alafu at least to break hiyo mafuta kidogo, alafu tukirudi ndo zako tukimalizia. Hado ya kuhado ni media social handles. Watu wakitaka kukupata watakupata vipi? Hiyo ndio media social handles. Ndoraga maica manake na iteka iguaga, ndarora wainaina witũ yanyuire bangia, kĩnyua bangi we kĩmenyaga, no erĩthi ũguo ĩmũnyarire, no erĩthi ũguo ĩmũgũrũkie, nĩkĩ gĩtũmaga nake inyuĩ mwĩnyarire, nĩkĩ gĩtũmaga airĩtu inyuĩ mwĩanange, nĩ ũmbĩmbĩ Neo baby na wana, neo baby na wana. Neo baby na wana. Yani, guys, I'm telling you, leo tuko na star 90K King Kong Kong. Yakuza Yamamoto. Na nilisikia kwanza siku hizi unajiita Psychometer. Psychomotor. Yes. Psychomotor nayo ni nini? Psychomotor is a person. Okay. Si word poa sana. Ni venye unaniona lakini mimi am very normal. Psychomotor ni mtu ambaye labda punguani, mtu ambaye haiko anaonekana hivi, haiko timilifu, si ndio? Haiko. Hiyo ni katika gari ya kivi. Kitenzi kimikishi kipugufu. Kisaidizi. Amekosea kitu kidogo, si ndio? Kuna kitu kimekosa. Kuna kabolo tukamefunguka kidogo. Kuna hapa karibu na insurance. Hapa imeshikana na nini? Na rubrikoid kuna kitu. I tell you guys, tuko na 90K. With kwa YouTube channel yake ni 90K Kamso. 90K Kamso. Na ni hiyo song nimevaa nguo za jela. Na hiyo ingine iko na magari ya polisi. Hii ingine ni Imbo. Inaitwa Imbo. Ni Imbo fake. Fake. So if you want to subscribe, na by the way tumebakisha watu ni 89,000 70 something tupige 1 million. 1 million views, 3 videos, imagine. So ukiingia hapo uone hiyo ya jera,
tukifika hapo si nitawaita party tu. Exactly. Nini? Na tukiita hiyo party guys, mimi nataka tufikishe hiyo 1 million. Mimi kwa sababu kitu nimengoja ni hiyo nyimbo, ni hiyo ngoma ifike 1 million. Mere tu hiyo ngoma na ikifika the same day tuachilie ingine. The same day. Kali sana. Kali sana. Na tumesikia kwamba next week ama tukiendelea tu kuna music zitakuwa zina release. Yes. Na ametuambia wakati wote alikuwa chini ya maji. Alikuwa anatuandalia vitu moto moto. Yes. Na pia wa like page ya 90k Kamso. Ukienda tu Facebook andika tu 90k Kamso, u like that page, uone kazi zenye tutakuwa tukifanya. Na tutaendelea hivyo Facebook ni 90k Kamso, 90k, si ndio? KA MSOH. Kila mahali itakupata hivyo. Hata Instagram, hata Telegram, kote iko hivyo. Iko hivyo. Nataka uambie tu watu wa mwisho pia. Tukimalizia tu, ambia watu wa subscribe pia katika channel hii. Tukisonga tu. Sasa unajua hiyo kitu haita kucost. Fanya aje? Enda hapo. Na si RDC support. I discourage that. Si your support wanakupea. Wanataka wewe ndio uko na clean content na content poa. Nataka usubscribe uonange zile vitu ule msee analeta, anawa encourage. So ukisubscribe pia utasaidika. Because utakuwa ukileta content kama hizi. So just subscribe to this channel, Just Kenya Official. Ama hata usisubscribe. Unaona hiyo kitu ya red? Unaweza finya. Usisubscribe, wewe finya tu hiyo kitu ya red, na kakegereka kwa hapo, wewe finya. Mimi nawaambiaga kila wakati, subscribe ama hiyo kitu ya red ambayo 90k amesema, it doesn't take any bundle, imagine. Uko umefika pale subscribe hapo chini, alafu hapo mbele kuna notification bell, ring it. Alafu kabla sijasahau, guys, 90k Kamso. Nataka tu kuwahimiza. I trust my fans by the way. Yes. Ni watu ambao wanakuanga na love sana. Yes. So if I tell them waende wafike pale kwa 90k Kamso, nataka mfike pale kwa 90k Kamso, subscribe. Alafu ukienda pale tafuta ngoma iko tu hapo imeandikwa Mere tu. Nataka tufikishe hiyo ngoma 1 million views. Na mmesikia tukifikisha 1 million views guys, kuna party after party. Na hiyo siku ni Mogidi free, si ndio? Na pia date 4 najua utakuwa umeia before date 4. Date 4 December niko na project kubwa sana. Inaitwa 1000 people 1000 shillings. Tutakuwa na watu zaidi ya 1000 watakuwa wakilipa 1000 pale Dragon. Niko na show kali sana, hata sitaki kusema, lakini hiyo show hata nyinyi najua mtakuja. Mimi nakuamini, lazima tukuje hapo. Lazima fulfill this promise ya kwamba nitakuwa na show kubwa sana yenye haijaifanywa Kenya. I promise that one, I promise I do it. So mtu akitaka sinaweza wapea namba yenye wanaweza piga. Wape. Hii namba ukipiga unaweza book ticket. Ni 0790 470 687. 0790 470 687. Hiyo ndio itatuma tufike pale. Na tupilinde. Kitu cha muhimu ni kwamba kitu cha muhimu ni kwamba tukiangalia hiyo namba imeanza na 0790 90k. Hiyo ni namba legit. Na si ya manager. Unaongea na mimi. So guys, nataka tufikie tu hapo kwa leo, tukingojea hiyo party ambayo tutakuwa tumealikwa, lakini lazima tufikishe 1 million views wasee. Tufikieni tu hapo kwa 90k Kamso. Tu subscribe hapo, comment, enda useme umetupa na Joss. Andika tu hapo comment, sema kwa sababu ukiangalia ngoma zake ukizisikiza kwa sana, ni ngoma ambazo ukitoka hapo utakuwa umeenda bure, si ndio? Zimejaa hata ametuambia tu hapa, zimejaa mashauri na utapotea. So nataka tufikie hapo kwa leo. Kumbuka mimi natambulikana kama Joss Kenya. Hilo ndilo jina langu. Usisahau kusubscribe. Wacha niende nikapigiwe Mogidi. Tuende tukapililide.